Kapsaret Member of Parliament Oscar Sudi has fired back at former Deputy President Rigathi Gachagua following UDA's defeat in the Ol-Kalou by-election, saying the party has already accepted the loss and telling Gachagua to move on. Mimi naomba rais, kama ulisahau kusoma katiba ya Kenya, urudi usome katiba ya Kenya. Tuko na shetani wa Kenya anaitwa Mr. Dorcas wa Munyoro. Penye imefika lazima sheria ichukue mkono wake. Kwa sababu hatuwezi ona mtu akijaribu kutenganisha watu, amechimba mtaro kubwa anaingisha wengine, anasimama pale anaongea kama yeye ndio Mungu. Hiyo power uko nayo kijini temporary, muda kidogo tu hiyo yenye uko nayo unaweza najua sasa broking itakuingia sasa kuanzia juzi. Umeshinda hii kura moja. Hii nyingine yote sisi tumekuwa tukishinda tuna tweet congratulations. Sisi timu yetu tulitweet congratulations immediately. Badala unyamaze ndio hiyo sasa unatuzi. Wale walifanya siasa ya amani. Wale walikusaidia wakati ile nyingine ndio kwa naibu rais. Na mimi niombe msamaha sana kwa sababu mimi ndio nilikosea mali kubwa kwa huyu shetani huyu. Huyu mtu ni shetani wa nchi. Huyu mtu ni shetani wa nchi. Hata kama unaomba kura. Sasa hata ukijifanya ati sasa okay umesukuma watu ya mlima sawa. Hiyo kura mlima itakutosha wewe Rigiji kama ungewata unawania president na utatembea kwingine. Mara unaongea kuhusu Waluya sijui nini, mara unaongea sijui kuhusu Wajaluo sijui nini, ulikuwa unasema siku nyingine hii maendeleo mnapeleka huko sijui, mara unasema maneno ya shares. Ndio hii sasa umefika kwa watu wako. Mimi nataka niombe watu wa mlima kwa heshima kubwa sana. Muombe Mungu awafungulie macho. Mkuwe na barabara nyingine, mkuwe na kiongozi mwingine. Huyu si kiongozi. Huyu ataweka watu wa mlima kwa mtaro. Na hiyo ndio nimeitana leo nikuje niseme kwa sababu nimeona akikashifu ndugu zangu wenye walikuwa Ol-Kalou. Na hawa ndugu zetu wakati tulitoka Ol-Kalou tumeshindwa, tulikubali tumeshindwa. Na nataka nirudie wewe Mr. Dorcas wa Munyoro. Sisi tuliinua mkono, tulikubali. Huyo jamaa amekuja bunge tutafanya kazi na yeye, wewe utakuwa tu wa Munyoro bado. Tulikubali. So wacha kutuzi watu, wacha kuongea kama wewe ni Mwenyezi Mungu. Wacha kupeleka watu wa mlima kwa kona. Wacha kuweka hawa wakuwe ni kama against Kenyans. No, hiyo hatuwezi kukubali. Kwa sababu ile hasara tulipata 2007 2008 ni watu wajinga kama wewe. Ni watu wajinga kama wewe. Na ndio mimi nataka niseme nikiwa mmoja wa viongozi wa bonde la Ufa hii na Kenya hii ya kwamba ndugu zangu tupendane. Hata kama uko na maoni tofauti, weka maoni yako vile unajua, lakini tusitusiane na tusisukumane ni kama sisi ni maadui. Leo ndio nimewaitia leo. Uko na maswali? Swali moja mheshimiwa. Yes. Tumeona kuna baadhi ya washauri wa kisiasa, wadadisi wa kisiasa mtahinguni kwa mfano ambao wanapendekeza kutokana na kile kilichofanyika Ol-Kalou. Yes. Pengine ni wakati umefika mwafaka rais aweze kuondoa wale baadhi ya viongozi mawaziri kwa mfano wa Mlima Kenya. So these remarks come amid heightened political rivalry between President William Ruto's UDA and Gachagua's DCP, particularly in the Mount Kenya region. In an interesting twist, Sudi also said UDA leaders who believe joining DCP would improve their chances of being elected are free to make the move. His remarks add another dimension to the growing political battle of 2027. Barabara imeanza kulimwa. Pale amekaa amesema hii watu ya Kalou tuwasaidie na meli. Sasa ameambiwa pale unajua hakuna ocean. Sasa hii meli sema bwana ndio hii watu waingie box, tafuta meli mbili. Tafuta damu moja kidogo hapo peleke meli. Hiyo meli hakuna samaki, hakuna chochote. Damu meli imefika. Nisema hii akina mama ya huko kila mtu tafutia mtungi ya gas kwake. Kina mama yote wamepewa mtungi ya gas. Anaona wagari wanasema DCP, nasema bwana tafuta mattress. Pea kila boma. Ile ilikuwa pelekewa wagonjwa pale JM Hospital. Wagonjwa wanalala chini, mattress imepelekewa watu ya Kalou. Anauliza wanasemaje? Anaambiwa bado. Wagali wako na maneno hiyo Kikuyu. Sema basi, si utafuta viatu upelekewa mama na watoto. Viatu imetafutwa imepelekwa Ol-Kalou.
Akina mama wamejaribu, na akina mama ni wakali. Akipatiwa saizi kama 5 ajaribu yake, anachukua yote, anasema kitu ikija kwa nyumba yangu hawezi toka. Viatu imejaa pale. Wamekaa kina mama anasema na saa, hatuna saa, tutachelewa kwenda kupiga kura. Tafutia sisi saa. Saa imenunuliwa, imepelekwa pale. Wamesema kalamu ya kwenda kupiga kura hatuna, wameambiwa mtakuta kalamu huko. Sema hapana, tunataka yetu tutoke naye hapa. Kalamu imeenda. Wamepewa kila kitu. Kuna mama moja nimekuwa hapo juzi ameniambia yeye kwa hiyo campaign alipata 98,000. 98